Eternal Father, I offer you the body and the blood. Bwana asifiwe. Wacha nishukuru Bwana kwa happy new year. Ni mwaka wa kufanikiwa, mwaka wa kuinuka, mwaka wa baraka kubwa, mwaka wa amani, mwaka wa furaha. Mungu amenilete tena katika hii mwaka. Nashukuru Bwana mpendwa. Wacha tusifu na tushukuru Mungu pamoja na wewe. Kama uko na Biblia, inua Biblia yako juu. Kama una, inama kichwa. Hii ni mwaka wa Bwana kufanya makubwa juu ya nyumba yako, juu ya kazi yako, juu ya watoto wako, na juu ya mpango zako. Wacha tushukuru Bwana, usiogope. Inama kichwa chini ili tushukuru pamoja na wewe. Mungu wangu, Mungu wa rehema, Mungu ambaye ametuongeza mwaka ingine, Mungu ambaye ameleta tumeona mwaka ingine, Mungu ambaye kuna upendo kubwa kuliko upendo ya kibinadamu. Nimekutambua Mungu wangu. Nimekushukuru kwa sababu ya hii mwaka. Nimeona wewe ni Mungu ambaye inafaa sifa na shukrani. Jehova, sina cha kukulipa, mbali ni kusema ni asante. Wengi walitamani wafike hii mwaka ambayo umetupatia, lakini wakufika Jehova. Wengine walikuwa na mambo mengi ya kidunia, walikuwa na fedha nyingi, walikuwa na magari makubwa, walikuwa na nyumba za kifaru, walikuwa na mashamba maeka, lakini Bwana hawakufika hii mwaka. Sina la kulipa, mbali ni kusema ni asante. Tazama huyu mtamazaji, huyu mama ambaye ananitazama, huyu ndugu, huyu kijana, huyu mtoto. Umuguze, ajue kweli wewe ni Mungu wa ajabu. Sia ati vyema wako sawa, lakini ni rehema wako ili wafike siku ya leo. Bwana, nimekuona, nimekutambua moyoni mwangu. Katika ujumbe ambao utalete leo ya kuwabariki, mimi ni chombo, na yale naenda kunena Bwana unipatie. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Mpendwa, huyu anaomba ama huyu ameketi. Huyu unamuona kama ni mara ya kwanza. Najulikana kama Askofu Francis Opell. Naishi hapa Komorok. Kanisa iko hapa Kayole, Kio Stage. Nyumbani ni Siaya. Nimeokoka. Bwana amenituma hapa juu yako. Bwana amenituma nikuambie jambo tatu. Katika hii mwaka 2023, Roho ya Bwana imenieleza ni mwaka yako ya kuinuka, ya kubarikiwa, ya kufanikiwa kwa mambo yako. Ni mwaka yako
ya kupata kazi, mwaka wa kupata ndoa, mwaka wa kubarikiwa na watoto, mwaka wa kusonga mbele. Hii sio mwaka kama hiyo mwaka ingine. Bwana amenena nami kwa jambo tatu ambaye Shetani imekwama naye juu ya maisha yako. Hii sio mwaka wa kuteseka na ugonjwa. Wacha nitangaze mapepo za magonjwa juu ya maisha yako. Nimevunja, nimeondoa, nimeharibu kwa jina la Yesu. Hii ni mwaka wa kusonga mbele. Kwa hivyo wale walifungwa na manyororo za giza, ambaye wawezi nunua chochote, pesa wezi kaa kwa mfuko yao, wawezi songa mbele, wacha nivunje hiyo nguvu. Hauna mamlaka ndani ya huyu dada, ndani ya huyu ndugu, kwa jina la Yesu Kristo. Hii ni mwaka wa kubarikiwa kikazi, kindoa, kiwatoto. Wacha wale walikataa uwezi barikiwa waone ukibarikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Pokea baraka. Kabla sijaenda katika ujumbe yoyote, nimewachilia hiyo baraka kwa sababu nimejua leo watu wako na shughuli mbalimbali. Wengine wameitwa kwa harusi, wengine wanaenda kukula nyama mahali, wengine leo wako na wageni kwa nyumba, wengine wako na mambo tofauti, wengine hata jana wageni walilala kwao, wengine wamechoka, walitoka kesha usiku, hawana nguvu sana ya kukaa. Ndio sababu nimewachilia baraka kwako kwa dakika moja ambayo imepita. Pokea hiyo baraka na uinuke na uinuliwe. Bwana amenituma leo hii. Bwana anaenda kukubariki, anaenda kukuinua. Jambo la kwanza katika hii mwaka, nataka nikimaliza utachukua simu yako, utaomba msamaha kwa mwenye mlikosana naye. Utamwachia, atakuachia. Labda alikuwa baba yako, labda alikuwa mama yako, labda alikuwa ndugu yako, labda alikuwa mjomba, labda mwenye ulikuwa naishi naye, hata kama ni Mombasa, hata kama mlikuwa mnaishi Kisumu, hata Eldoret, hata Kitale, hata Homa Bay, hata Migori, lakini amukuachana kwa njia inafaa. Hiyo peke yake umetembea na roho mzito, umekuwa na uchungu ndani ya moyo wako. Yesu amenituma ya kwamba leo utamsamehe, kwa sababu baraka inakuja mbele yako. Unaenda kuinuliwa hii mwaka. Hata kama ni bwana mlikosana, unahangaika na watoto, hawana chakula, hujalipa nyumba, hauna kazi, mama, usiogope. Chukua hiyo simu, kama unajua namba, piga hiyo namba, kwa sababu hiyo jumbe Bwana amenituma kwa wale watasamewa na wale watasamea wengine, watainuliwa, watabarikiwa. Mwaka ni mwaka wa kubarikiwa, na sitaki Shetani ikatae kwa baraka ambaye Bwana amenituma. Jinsi hiyo mwaka umelea, jinsi hiyo mwaka biashara zilianguka, kazi iliisha, watoto walitezeka, ulifungiwa nyumba, haukuwa na chakula, umejaribu mbinu zote lakini haukufanikiwa, mpaka watu walianza kunena mabaya juu ya mwendo wako, mabaya juu ya boma yako, mabaya juu ya boma yako. Lakini sasa hivi na wachilia nguvu ya Yesu. Yeye ni mwaka wako wa kuenda juu,
mwaka wako wa kupata kazi, mwaka wako wa kupata ndoa, mwaka wako wa kupata mtoto, mwaka wako wa kufanya biashara, mwaka wako wa kujenga, mwaka wako wa kupata boma yako. Hii ni mwaka wa kukuwa muombaji, kukuwa priest, kukuwa mwimbaji. Hii ni mwaka wa kupata nguvu ya Mungu ndani ya roho yako. Hii sio mwaka kama hizo mwaka zingine. Hii ni mwaka tofauti. Roho ya Bwana anasema hii mwaka iko tofauti. Hii ndio mwaka Bwana ameandika chini, atakuinua, atakubariki, atabariki watoto wako, atakutoa katika fungo za masaitani, fungo za geneza, fungo za kifo, fungo zote ambaye imeshika maisha yako. Hii ni mwaka ya kutembea uhuru. Umetazeka sana, umelia sana, umezunguka na ugonjwa, umezunguka zaidi. 2022 ambaye tumetoka, hiyo mwaka ulihangaika. Uwezi hesabu mapriest ambaye umeona, apostle ambaye umefikia. Uwezi hesabu waganga ambaye umefika kwao. Hata unaweza kosa kihesabu makanisa ulienda, lakini hukufanikiwa. Hii mwaka nakutangazia ni mwaka wa kufanikiwa, mwaka wa kubarikiwa, mwaka wa boma yenu kuinuka, mwaka wa kupata kazi, mwaka wa kupata promotion, mwaka wa kupata cheo kubwa, mwaka wa kupata chenye ulikuwa ukiomba kwa muda mrefu. Umeomba, umelia mpaka watu wakasema kanisani, huyu mama ni kama kichwa yake ni mbaya. Huyu mama ni kama anafikirianga watu ambao walikufa kwao ndio analia. Umelia mpaka watu wakakupea jina, yule mama wa kulia. Lakini ulikuwa unalia juu ya uchungu vile Shetani ilikuwa inakuhangaisha. Nimetangaza sasa hivi, hayo mapepo juu ya maisha yako ambaye ilikuwa inakusumbua hiyo mwaka ingine, hawana mamlaka hii mwaka, hawana nguvu hii mwaka, hawana uwezo hii mwaka. Hii ni mwaka wa Yesu Kristo itawale maisha yako. Masomo yangu iko kidogo sana katika Isaya 61. Isaya, fungua 61 kuanzia 2. Hapo ndio nasikia Biblia inanema nami juu ya hii mwaka. Hii ni mwaka ya kufanikiwa. Kama uko umefanikiwa, hii ni mwaka yako. Kama ulikuwa unatafuta ndoa, unaona kama utaolewa tena, hii ni mwaka yako. Kama ulikuwa unatafuta promotion, unaona imekaa sana, hii ni mwaka yako. Kama umegonjeka sana, unaona kama kuna tiba, hii ni mwaka yako. Mwenye anafanya hayo yote ni Mungu mwenyewe. Yeye ndiye amenituma nikueleze. Hii ni mwaka tofauti. Fanya step ya kwanza, kusamehe wale walikutendea mabovu, wale walikuwekea fitina ukafukuzwa, wale walikufanya vita na wewe biashara yako ikaanguka, wale walikuwa na vita na wewe mpaka ukatoroka kwa boma, wale walileta ukaenda kutafuta jumba kwa shopping center, wale wamepiga vita mpaka umeamua uende nyumbani, wale wamekupiga vita mpaka ukasema utarudi kwa hiyo boma. Wacha nikutangazie, utarudi, utajenga, utainua hiyo boma, utaoa, utapata mtoto, utabarikiwa, utainuliwa. Hii ni mwaka wa Mungu. Shetani imekusumbua, Shetani imekuhangaisha, mpaka binadamu, mpaka marafiki wakatoroka hiyo mwaka, wakakuacha peke yako. Hata mtoto ulizaa akaona mama amekuwa na shida mingi, hata hawezi chukua simu ya mama, simu
mtoto atachukua simu yako, mtoto atarudi kwako mama, mtoto atakumbuka nyumbani, mtoto atakuwa akituma pesa ili mradi zote za boma iendelee. Hii ni mwaka wa kufanikiwa. Hii sio mwaka wa vita. Natangaza leo, nguvu za giza na madhabahu zote za 2022 nimekanyaga chini kwa jina la Yesu, na nimetangaza baraka kuu katika jina la Yesu. Mpaka Wakristo wameanza kulia. Hakuna mwenye anaweza saidia mwingine. Yani watu wamelemewa. Yani watu wametezeka. Mpaka wengine wanaona kama Mungu hana jibu. Wengine wameomba mpaka wanaona sasa Mungu hawezi kuwajibu. Wengine wameenda kanisani mpaka wanaona kama labda hii kanisa ndio watu hawezi kufanikiwa. Wengine wameenda katika kubwa, wameangalia mjengo mpaka wakaingia wakasema labda nikiingia kwa hii kanisa labda Mungu atanisikiza. Wameenda katika hizi ndogo mpaka akasema wacha niingie kwa hii ndogo labda Mungu atanisikiza. Wacha nikutangazie leo, Mungu wa baraka yuko. Amenituma leo ya kwamba maisha yako haitakuwa jinsi ilikuwa. Mwaka 2023 ni mwaka yako. Kuanzia kesho hautatezeka. Kuanzia kesho maisha yako itabadilika. Kuanzia kesho mambo yako itabadilika. Natangaza kuanzia tarehe 1 hautalia tena. Mwaka ambaye naongea juu yake ni mwaka wa kusonga mbele, mwaka wa kubarikiwa, mwaka wa kuinuliwa. Mwaka wa 2023 ambaye ni kuanzia kesho mambo itakuwa tofauti. Naongea juu ya hii mwaka ya 2023, mambo itakuwa tofauti. Mambo itakuwa tofauti. Kuanzia kesho natangaza hivyo. Bwana atakutembelea. Bwana atakubariki. Bwana atabariki watoto. Bwana atabariki shamba lako. Shamba itakuwa na chakula. Mimea zako zitamea. Ng'ombe zako zitakuwa ng'ombe. Mbuzi zako zitakuwa mbuzi. Wachawi wote watapata nafasi. Kuanzia kesho mambo itakuwa tofauti. 2023 Jehova amenituma. Itakuwa mwaka ya kufanikiwa, mwaka wa kuinuliwa, mwaka wa kubarikiwa, mwaka wa kusifu Bwana. Sio mwaka wa kulia, sio mwaka wa vita, sio mwaka ya wachawi, sio mwaka ya waganga, sio mwaka wa kuvunja vitu za watu ambaye wamefanya. Ni mwaka ambaye Bwana atatenda makuu. 2023 naitangaza kwa jina la Yesu Kristo. Maisha yako ibadilike, mambo zako iwe mpya, jina lako inuliwe. Nimetangaza hii mwaka, Jehova amenituma na ujumbe kali ya kwamba mwaka wa 2023 watu watakucheka, watu wataongea juu yako tena, watu wataona jinsi utainuliwa juu, jinsi jina yako itapepeta, jinsi mambo yako itakuwa king'ara, jinsi utakimbia na gari mpya, jinsi utapata pikipiki mpya, jinsi utajenga nyumba ya kifaru, jinsi watoto wako wataenda shule wote, jinsi mambo itakuwa tofauti. Natangaza kwa jina la Yesu, Saitani hauna nguvu juu ya mwaka wa 2023, juu ya ndugu huyu, juu ya huyu mama, juu ya huyu mtoto. Mambo itakuwa tofauti. Mpendwa, naongea juu ya 2023. Ni mwaka wa kufanikiwa, ni mwaka wa kuinuliwa, ni mwaka wa kupata promotion, ni mwaka wa kupata kazi permanent, ni mwaka wa kuajiriwa. Yani mambo itakuwa tofauti. Sema amen. Bwana amenituma na hiyo jumbe nikwambie umelia ya kutosha, nikwambie hiyo mwaka ulitezeka, nikwambie jinsi watu walikuwa na nena mabaya juu yako, nikwambie hii mwaka 2023 ambaye ni kesho, mambo iko tofauti. Mambo imekuwa tofauti. Mambo imebadilika. Mambo imekuwa mpya. Mambo imebadilika. Wacha nitangaze. Hii ugonjwa imekusumbua, hii magonjwa imekusumbua, iwe za tumbo, iwe za mguu, iwe za
mgongo, naitangaza mafuta juu ya maisha yako. Hautakuwa na ushuhuda za magonjwa 2023. Ushuhuda itakuwa ya jinsi Yesu alikuponya, jinsi Mungu alikuinua, jinsi mambo yako ilifunguka. Ushuhuda za masaitani atuvuki naye mwaka hii ingine itakuwa mwaka wa kusonga mbele, mwaka wa kusifu Bwana, mwaka wa ushuhuda wa Bwana. Sio mwaka wa ushuhuda mapepo, masaitani. Itakuwa ushuhuda wa Yesu Kristo, jinsi mambo inatendeka, jinsi vile watoto wanapata mamlaka, jinsi watoto wanajenga boma, jinsi watoto wananunua magari, jinsi manyumba zinajengwa, jinsi mambo inabadilika. Ndio ushuhuda ambaye tunayo ya hii mwaka tumeingia. Hii ni mwaka wa Mungu mwenyewe. Mpendwa, Bwana anamwaga mafuta. Bwana anamwaga mafuta. Kuanzia kesho maisha yako itakuwa tofauti. Hii mambo inabaki sahihi hapa. Hii mambo atufuki naye mwaka. Hii maneno atuingi na hiyo mwaka ingine. Hii maneno imebaki leo. Mwaka hii ingine hii 2023 mambo itakuwa tofauti. Hata mambo imeanza kubadilika. Hata nasikia roho ya Bwana inaniambia kuna mama tayari amesapona. Kuna ndugu tayari ameona amefanikiwa. Kuna kijana tayari anaona nyota yake imefunguliwa. Kwa sababu Bwana amenituma 2023 mambo iko tofauti. Pokea kwa jina la Yesu Kristo. Pokea kwa jina la Yesu Kristo. Pokea kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo mambo mpya ambao utatembea na 2023 pokea. Iwe kazi pokea. Iwe biashara pokea. Iwe ndoa pokea. Pokea. Nyumba pokea. Pokea mpaka hiyo shamba. Pokea nao. Chukua. Wacha kuachia Satani chenye umetafuta kwa muda mrefu. Bwana anasema hii mwaka ataondoa pingo, ataondoa manyororo kwa mkono zenyu. Wale walifungwa watakuwa uhuru. Ukianza Isaya 61 hapo juu, wale walishikwa watawachiliwa. Wacha kutembea na pingo kwa mkono. Wacha kuteseka. Hii ni mwaka ambaye Bwana amenituma. Atakuinua, atakubariki. Masaa imebaki machache. Bwana anaenda kutenda. Mambo zinaanza kuwa tofauti juu ya boma yako mpaka watu watashangaa. Nitaacha mafuta leo, mafuta ya baraka kuu. Nitaomba Mungu anipatie hiyo nguvu ya mafuta, ili maisha yako watu wasione vile walikuwa wanachukua. Watu waone jinsi mambo yako itabadilika. Wacha nisome ndiko kidogo. Isaya 61 kuanzia 2. Biblia inasema, kutangaza mwaka wa Bwana aliyokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote walio, kuangazia hao walio katika Sayuni. Wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezi, wazi la sifa baada ya roho mzito. Mwaka tunaenda sio mwaka wa kuhangaika. Hii ni mwaka Mungu anaenda kupeana vitu mazito, vitu za ajabu, vitu za kusangaza watu, vitu ambaye watu watasema huyu labda ni Illuminati, vitu ambaye watu watasema labda hii ni majini, vitu ambaye watu watasema labda hii ni kioganga. Yani mambo ambaye inaenda kufanyika ndani ya nyumba yako itashangaza wengi. Italete madui walie mpaka chini. Ni mambo ya ajabu, mambo ya muujiza. Naongea juu ya hii mwaka.
Hii ni mwaka ambaye Bwana anaenda kupeana vitu mazuri, vitu mazito, vitu za maana kwa wale wamelia, kwa wale wamehangaika, kwa wale wametezeka, kwa wale wana mbele wala nyuma, kwa wale walikuwa wamehangaishwa kwa hii mwaka ambayo inaisha, wale ambayo walikuwa nasumbuka, wale wako wanalala, wale walikuwa wagonjwa. Hii mwaka 2023 natangaza kwa jina la Yesu, ni mwaka wa kufanikiwa, mwaka wa kupokea uponyaji, ni mwaka wa kubarikiwa, mwaka wa kutembea na Yesu, mwaka wa kucheka mahali unaingia, mwaka watu kupigia we saluti. Yani ni mwaka ambaye jina lako itainuliwa. Jina lako watu wamedharau, boma yako watu wamenena mambo mazito, watoto wako watu wameongea juu ya mambo zao. Lakini natangaza 2023 ni mwaka wa kufanikiwa, mwaka wa kuinuliwa, mwaka wa kubarikiwa. Na wacha hiyo nguvu. Mama mahali unanisikiza, ebu pindua akili wako, ebu lete mawazo karibu, kwa sababu leo tutaomba upako ya mafuta kubwa juu ya maisha ya watoto, juu ya maisha ya bwana yako. Kila saa ni vita, kila saa ni pombe, kila saa ni kwa malaya, kila saa hakuna pesa, kila saa ni maneno. Lakini hayo yote inaisha 2022. 2023 Jehova amenituma ni mwaka wa kufanikiwa, mwaka wa kubarikiwa, mwaka wa kuponywa, mwaka wa kuinuliwa, mwaka wa kuinua watoto, ni mwaka wa jina lako kuinuliwa. Sijui kama unaona kama leo utainuliwa. Sijui kama unaona kama kuna jambo makubwa ambayo inaenda kuja mbele yako. Sijui kama hii mwaka unaona kama Bwana anatenda mambo juu ya boma yako. Sijui kama umeona kama Bwana ameanza kufanya mambo juu ya maisha yako. Sijui kama unaona kama kuna jambo linatendeka juu ya watoto. Sijui kama unaona jambo linatendeka juu ya boma. Hebu tazama kama kuna jambo unahitaji hii mwaka, kama kuna jambo inakusumbua, kama kuna jambo umeomba kwa miaka nyingi, kama kuna jambo ambaye utapelekea Bwana sasa hivi. Tazama, fikiria dakika moja, kwa sababu naomba upako juu mbinguni, naenda kuacha mafuta. Hebu fikiria jambo moja ambaye tunaenda naye mbele ya Bwana dakika hii, ambaye tunaenda kusaidia kuomba, ambaye utapiga naye magoti chini, ambaye utashika naye TV tukiomba, ambaye utainua naye mkono juu, ambaye utapiga naye magoti na watoto wako, ambaye utaomba naye siku ya leo. Hebu fikiria jambo moja ambaye amekusumbua kwa muda mrefu, ambaye utakubali uanze naye mwaka, uende naye mwaka ingine, utembee naye kwa mwaka hii ambaye tuko naye. Hapana, Mungu wa rehema anaenda kuacha mafuta juu ya maisha yako mama. Kuna mtu inainuliwa, kuna mtu inainuliwa, kuna mtu inainuliwa, kuna mtu inainuliwa. Unainuliwa sasa. Bwana anakuinua, Bwana anakuinua. Inua mkono juu. Bwana anakuinua, inua mkono juu. Bwana anakuinua, inua mkono juu. Hii ni mwaka ambaye wa 2023 ni mwaka wa kuinuliwa, mwaka wa kuinuliwa, mwaka wa kubarikiwa, mwaka wa kupokea, mwaka wa kuinuliwa, mwaka wa kupokea, mwaka wa kuinuliwa. Hata kama ulikuwa mgonjwa, nimetangaza sasa hivi hayo magonjwa uendi naye mwaka ingine, au utatembea nayo mwaka ingine. Pokea uponyaji ya Yesu Kristo. Nimeamini ya kwamba kuanzia sasa hivi maisha yako imebadilika. Yani umepokea uponyaji, yani umeinuliwa, yani watoto wamebarikiwa, yani nyumba yako imepata amani, yani umepata ndoa, yani umepata kazi, yani mambo yako imekuwa tofauti. Mahali unanisikiza, kuna jambo naenda kuacha, kuna jambo moja imebaki, naenda kuomba na wewe. Mahali unanisikiza, naenda kuomba na wewe. Mahali unanisikiza, anza kuinua mgoti, piga hata magoti chini, hata unaweza keti, inua mkono juu, naenda kuomba na wewe. Bwana amenituma juu ya maisha yako ya kwamba 2023 Yesu anatenda, inatendeka.
jambo inatendeka. 2023 kuna mafanikio, kuna uponyaji, kuna kuinuliwa, kuna kubarikiwa. Watoto wanainuliwa, wanasoma, wanapata kazi, wanapata ndoa, wanapata nyumba, wanapata boma. Watoto wako wanainuliwa. 2023 mambo inakuwa tofauti. Bwana yako anabadilika. Sasa hivi anabadilika. Anatoka kwa pombe, anatoka kwa vita, anainuliwa. Hata kazini anainuliwa. Sasa hivi anainuliwa, anapata promotion. 2023 mambo inakuwa tofauti kwa nyumba yako, kwa boma yako. Mambo inakuwa tofauti. Naenda kuomba na wewe. Mambo iko tofauti. Pastor mwenzangu, kanisa yako inainuliwa, inabarikiwa. Wafuasi wako wanainuliwa, wanabarikiwa. Makanisa zote inainuliwa, inabarikiwa. 2023 apostle mwenzangu, unainuliwa, unabarikiwa. Bishop mwenzangu, 2023 Bwana amenituma, unainuliwa, unabarikiwa. Pastor mwenzangu, 2023 mambo yako iko tofauti, unainuliwa, unabarikiwa. Wote tupokee baraka ya Bwana ya 2023 ambayo Bwana amenituma niwe kueleza ya kwamba 2023 mambo imekuwa tofauti. Wacha tuombe dakika moja. Asante mfalme kwa sababu umetenda. Asante Yesu kwa sababu umetenda. Asante Jehova kwa sababu umetenda. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Pokea baraka ya Bwana. Ni Askofu Francis Opell. Napatikana hapa Kayole Kio Stage. Kanisa iko hapo. Piga hii namba 0720 86 39 11. 0720 86 39 11. Nimekukaribisha hapo kila siku, saa yoyote. Piga hiyo namba. Hii mwaka tutafanikiwa. Uwe na mchana mwema, siku mzuri. Amen, amen, amen. Shalom. Eternal Father, I offer you